Tuko live tena siku ya leo, tunakuletea recap. Siku ya leo ni recap iliyobamba ambayo itaenda kutufungia season 1 ya Msitu, lakini pia tutajiandaa katika season 2. Tutakuja na vingi sana. Leo tunaona ujio mkubwa kabisa wa huyu mzee Kagoma ndani ya Msitu na vijakazi wake. Tunaweza kuona kuwa kwamba hii movie inaenda kuwa big sana endapo season 2 itakuja hivi karibuni. Tunaenda kuangalia kwa upande huu, lakini pia tunaona Ajuna binti Msitu aliweza kumuonya Kagoma na kumwambia umeingia neno, lakini pia ni watu ambao wanafahamiana kama kawaida. Lakini Kagoma tunaweza kumuona ni mtu ambaye amekuja na mbwembwe zote, lakini pia alisema wewe binti huwezi kunifanya chochote tena, binti mdogo kama wewe. Aliweza tu kuambia vijakazi wake kwamba inabidi mfanye kile ambacho mnakijua, majukumu yenu mnajua, na aliweza kuondoka. Tunaweza kuangalia hii episode kwa imetulia sana, lakini pia yenye matukio makubwa na makali. Endelea kuwa na mimi ili uendelee kupata recap siku ya leo. Tukiwa hapa pia tunaenda kuangalia upande mwingine, ni upande huu wa Kagoma, lakini pia tunaenda kuangalia kwa mzee Msitu huyu. Baada ya ujio huu wa Kagoma, aliweza kumfuata na vitu ambavyo alikuwa akielezeana ni vitu vya kuhusu hawa watu ambao walikuwa katika huu msitu, lakini pia wameweza kushikiliwa, hasa wale ambao ni matabibu. Tunaweza kuangalia wameshikiliwa ndani ya msitu, lakini pia tunaona kabisa kuwa kwamba Kagoma amekuja ni mtu ambaye ana dhamira mbaya, lakini pia tunaona hata mzee Msitu alikuwa ni mtu ambaye anamuonya, lakini pia nampa maneno makali na kusema kwamba wewe haujui kile ambacho kinatokea ndani ya msitu. Tunaweza kuangalia kwa upande huo, lakini pia tunaona vitu vingi sana ambavyo vinaendelea ndani ya msitu katika episode hii kwa upande huu, lakini pia tunasema kwamba episode hii imetulia sana kwa sababu ni episode ambayo itaenda kutufungia season 1 ya Msitu, na tunaendelea katika season 2 tutaenda kuangalia vitu vingi sana. Tunaweza kuona hata hapa Kagoma alimpa tu na kumwambia kwamba endelea, lakini pia najua na nitawatoa wale watu ambao limewaingia ndani ya msitu. Katika episode hii kuna vitu vingi sana tunaenda kuangalia, lakini pia tunajifunza vitu vingi sana. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, lakini pia leo tunaona mpambano mkali kabisa. Tunaweza tukasema kwamba ni kama Indian fulani, kwa sababu tunaona majoka ambao wanaweza kupambana. Hii ni Bongo jamani, usizani ni India. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika episode hii, lakini pia tunaona Ajuna alisema ngoja tuoneshane mwamba, kama nyinyi mmekuja kishari na mimi kishari hivyo na kiweza. Tunaweza kuona leo Ajuna anaweza kufeli mara ya kwanza, lakini kuna msaada ambao ulitokea, tena msaada mkubwa sana. Tunaweza kusema kwamba episode hii imetulia sana na yenye matukio makubwa sana. Nyuma ni kamera Jupi, lakini pia tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa. Tunaweza kusema kwamba episode hii imetulia ni matukio makubwa zaidi. Tunaweza kuangalia mpambano mkali kabisa, na mimi ni Paco Gang na kuchia tu uweze kutazama wewe mwenyewe. Lakini ndugu mtazamaji, tunaangalia kisasi hiki cha majoka, lakini pia tunaangalia upande mwingine ni Wakame. Tunaangalia upande huu, lakini pia tunaona kabisa kwamba ni episode ambayo imetulia na ni kweli ni final katika season 1. Tunaweza kusema kwamba vitu ambavyo vinaendelea katika episode hii, lakini pia tunajiandaa na episode ijayo kwa sababu itakuwa ni episode ambayo imetulia. Paco Gang anakuletea recap siku leo, lakini pia usisahau subscribe na button on notification tukiendelea ndani ya Msitu, ili uendelee kupata taarifa hizi, lakini pia recap zilizotulia kwangu. Tunaweza kuona Juna aliweza kufeli kabisa na aliweza kupigwa. Tunaweza kusema kwamba kumbe hii nguvu ambayo imeingia na Kagoma ni nguvu hatari sana, kwa sababu tunaona leo Ajuna binti Msitu anashindwa. Tunaweza kuona joka kubwa kama hilo jamani. Hii ni recap ambayo imetulia sana, lakini pia ni recap nzuri ambayo nakuletea, lakini punde si punde likatokea la kutokea kwa kweli, joka kubwa kabisa ambalo ni la blue. Tunaweza kusema kwamba ni vitu vikali kabisa. Tunaweza kuangalia upande huu, lakini pia Ajuna alicheka na kusema kwamba kwa sababu anajua amepata msaada na huyu anamjua tu, kumbe muda wa kurinda msitu kwa Ajuna ulikuwa umekwisha. Lakini pia tunaona kipigo ambacho walipigwa hao vijakazi wa Kagoma. Tunaweza kusema kwamba ni episode ambayo imetulia, lakini pia tunaweza kusema kwamba hii kweli ni hii episode ambayo tunakufungia season 1 ya Msitu. Tusisahau subscribe, turn on notification, comment chochote ili kupata taarifa nzuri, lakini pia kama kuna kitu ambacho unakosa unaweza ukacomment ili tukajirekebisha. Tunaona kabisa hata wajikazi waliona kwamba inashindikana, lakini binti aliweza kusema kama mmeshindwa naombeni niende mimi. Kijana alikataa na kusema kwamba haitakiwi, hii kazi imeshakuwa ngumu, inabidi twende. Maana yake huu ni mziki mwingine. Tunaweza kuona waliweza kuondoka kabisa katika eneo hilo, na tunaona hilo joka kubwa kabisa ambalo limemsaidia Ajuna binti Msitu, la sivyo alikuwa anaenda kuteketezwa.
tunaona ni mwanadada mwingine kabisa ndani ya msitu, na hili ni fahari kwa kweli, kwa sababu tunaona ni ujio mpya, lakini pia ni mgeni kabisa, hajawahi kuonekana katika episode hizi zilizopita na msitu, lakini pia na yeye ni moja na miongoni mwa asili ya msitu, kwa sababu tunaona na yeye amekuja katika kurinda tu, kwa sababu utawala ambao alikuwa akiutumia Arjuna binti msitu kuwa umemalizika. Sasa ni utawala wake huyu mgeni, na tunaona ni malkia fulani amazing piece ya kwenda, lakini pia tunaona kabisa mavazi shamil, lakini pia ni beautiful kweli. Tunaweza kusema kwamba hii episode imetulia sana, na walimu pamoja na mwandishi umetulia sana, na story imetulia, kwa sababu tunaona vitu vingi sana. Usisahau kusubscribe na kutani on notification, comment, kushare na kulike. Tunaweza tukasema kwamba kitu kikishare kwa watu wengi kinasambaza ini. Ndugu mtazamaji, episode hii inaenda kutufunza vitu vingi sana, kwa sababu episode zinazokuja maana yake ni kwamba season 2 yake itakuwa ni moto sana. Na hapa tu aliweza kumwambia kwamba Arjuna binti msitu inataka uende, na wewe umeshamaliza na mimi sasa uniachie niendeleze hiki. Tunaweza kusema kwamba Arjuna katika upande huu atakuwa amemaliza, lakini pia atakuwa anaendelea endapo atahitajika, lakini pia mwanadada ndo amekabidhiwa kulinda msitu. Tunaweza kusema kwa upande huu amechukua nafasi yake, pengine muda wa Arjuna umeisha, lakini pia umeingia muda wa huyu mwanadada. Hata hapa aliweza kumfuata Rachmuracha ambaye ni mzee msitu, na kuna vitu alikuwa akielezana tu, kwa sababu ni watu ambao tayari wameshaweka ahadi. Lakini pia huyu mwanadada aliweza kusema kwamba watu walioingia katika msitu sio wema, maana yake wamekuja kwa shari. Lakini pia hata mzee msitu naye kuna vitu tu alikuwa akisema, na akiweza kusema kwamba hata anajua, lakini pia humu ndani ya msitu kuna viumbe vingi sana vimeweza kubaka, lakini pia hata hapo kuna vitu vingi sana. Tumeweza kupoteza kina Lax, kina Lumi, tumeweza kupoteza kina Rizi, tumeweza kupoteza kina Kichuchu, tumeweza kuwapoteza wengi sana. Tunatarajia nini katika episode zinazokuja? Maana yake ni season 2. Oyawe, moto unazidi kuwaka ndani ya msitu, na Ipafili lebo ya kwanza Tanzania inakuletea mambo mazuri sana. Usisahau subscribe katika YouTube channel yake, na mimi katika YouTube yangu Epako Gang TZ. Usisahau subscribe na kutani on notification ili uwe wa kwanza kupata recap kama hizi ya ahadi zimetulia sana. Nakwambia ni kwamba episode hii itakuwa ni episode ambayo itaenda kutufungia season 1 ya hii movie, lakini pia itakuwa ni episode ambazo zinakuja kwa moto zaidi. Tunasema kwamba hata hapa binti aliweza tu kumwambia mimi nipo na nitaendelea kushirikiana na wewe, na kama chochote kitakachoendelea hapa usisahau, na pia nipo kwa ajili ya kuendeleza. Tunaweza kusema kwamba hata mzee msitu aliafiki hilo na kuweza kusema kwamba tupo pamoja. Kwa hiyo ni kwa nini kuna kitu kinachokuja kuendelea ndani ya msitu, na ni kitu kikubwa sana ndugu mtazamaji. Lakini pia tunarudi upande mwingine ambao ni upande huu wa Kagoma. Tunaweza kuona kwamba wakiwa kinalalamika hawa vijakazi wake, lakini pia Kagoma aliweza tu kusema kwamba msilalamike, kwa sababu mimi nilikuwa napima tu na hizo nguvu ambazo amemputa nazo yule binti ni kubwa, na hii sasa naanza kupata ile ladha ya kwamba nimekuza vijana, kwa sababu walimshinda hata yule Arjuna. Kwa hiyo nguvu ya huyu mzee ni kali sana, kwa sababu wote wametoka katika mwili wake. Maana yake hata alipokuwa anatua alikuwa ni mmoja, lakini ametua na wakawa wengi. Tunaweza kusema kwamba episode hii kwa imetulia sana katika recap, lakini pia yenye matukio makubwa tena yenye kusisimua. Lakini pia episode ijayo itakujaje? Na ninasema kwamba episode ijayo itakuwa ni moto sana, na ni season 2 ya movie hii. Hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vitaendelea katika movie hii, lakini pia tunaendelea kukufuatilishia katika episode hizi, kwa sababu hatutachoka kukuletea recap, hatutachoka kukuletea vitu vizuri ndugu mtazamaji. Lakini pia unaweza kucomment chochote toka mwanzo mpaka leo, umejifunza nini? Umejifunza nini kupitia hii movie? Lakini pia kuna vitu vingapi ambavyo umevipata katika hii movie? Umepata nini? Lakini pia tunaweza kusema kwamba vitu ambavyo umevipata katika movie hii kuwa ni vitu gani? Tunaweza kusema kwamba episode hii the best better zaidi, kwa sababu ni episode ambayo itaenda kutufungia season 1. Lakini pia Kagoma alisema all and all, bado kuna kitu nimekuja nacho hapa, na sidhani kama nitarudi nilivyotoka. Maana yake kuna kitu anakitafuta. Oyawe, ni hatari sana. Upande mwingine ni upande huo hapo wa kambi, tunaona mambo shagala bagala. Hata episode iliyopita tuna vitu vingi sana ambavyo tulivieleza, moja ikiwa ni director ambaye ni Bernardo aliweza kusema hataendelea kabisa, kwa sababu hata Liz pamoja na Kichuchu wameweza kupotea. Sasa tutashuti wangapi? Maana yake hata hapa tu wale na vitu fulani walikuwa kiongea Albert pamoja na
Flaviana kuombana msamaha, lakini pia mimba kweli anayo Flaviana, na pia hiyo mimba hatataka ipotee. Hivyo waliweza tu kuwekeana viapo vya hapa na pale kuweza kuahidiana kwamba mtoto atakaozaliwa pengine akaja kuwa ni star wa baadaye. Bwana, ni mambo makubwa sana ambayo yanaendelea. Lakini pia mimi nimependa hata performance ya wachezaji, kwa sababu wachezaji wanacheza vizuri sana. Kama kuna kitu chochote ambacho unahitaji kusema, ndugu mtazamaji, unaweza comment hapo kuongea chochote. Tunaona Albert pamoja na Flaviana penzi jipya. Wow, ni hongera sana katika episode hii ya Msitu, episode ya 35 final upande huu wa season 1. Bwana, bado tuko nawe katika episode hii, lakini pia usisahau kusubscribe na kutani on notification. J4 Jessica pamoja na Bernardo leo tunaweza kuona hapa tena katika kapu hii. Tunaweza kusema kwamba Bernardo alilolisema limetimia, maana yake harudi nyuma. Sasa ameshabeba na mabegi, huyo anaondoka. Je, wao ni watu nani na wenyewe muondoke? Hawezi kubaki. Tunaweza kusema kwamba episode imetulia sana. Hawakuelewa tu. Jessica aliuliza mwalimu, kwa hiyo ndo anaondoka hivyo? Manake location manager alisema ndio, inabidi na sisi tuchanje usisahau kusubscribe. Tunaona hata hapa alipokutana kule, maana yake sasa huyu Albert alikuwa kutoka kule kwa Flaviana na mpenzi wake, na tunaweza kusema kwamba Ben aliweza tu kumwambia kwamba hakuna mtu ambaye atarudi tena, maana yake hata mimi naenda. Sasa ndugu mtazamaji, episode zinazokuja maana yake ni hizo vitu, wewe itakuwa na moto gani ambao utakaokuwa mkubwa zaidi? Kwa sababu mimi naweza nikasema kwamba hapa sasa kuna vitu ambavyo tunaanza kuvielewa, lakini pia kuna vitu ambavyo tumejifunza. Kwa hiyo movie hii sasa itaenda kuwa pambe zaidi. Hatujui wale watu watatoka salama, pengine watatoka na majeruhi, lakini pia pengine watakuwaje. Sasa hata Kagoma na yeye amekuja kufuata watu wake. Je, Msitu utakubali wale watu watoke au itakuwaje? Bwana, hivyo kuna vitu vingi sana tunajiuliza, kwa sababu hata hapa Albert aliwakuta wasanii tayari wameshajiandaa na wako sasa kwa ajili ya kuondoka, na tunaweza tukusema kwamba episode zinazokuja ni moto sana. Na hata hapa tunaona kabisa hakuna kitakachoendelea zaidi tu ya kwamba kila mtu atapita hivi, kwa sababu hata yeye Albert aliweza tu kuungana nao, na tunaweza kusema kwamba vitu. Lakini pia J4 alimlalamikia tu Albert na kumwambia wewe ndo chanzo cha yote haya, hivyo hakuna namna, hivyo tunabidi tuondoke. Hakuna chochote ambacho tunaweza tukasema kwamba hakuna kitu chochote ambacho tunaweza tukasema kitubakishe hapa. Episode hii ni moto, lakini pia ni episode ambayo itaenda kutufungia hii movie ya season 1 ya Msitu. Wewe ni hatari sana. Lakini pia tunaona hata hapa aliweza kumwambia wewe unasubiri nini mwalimu, tuondoke. Tunajifunza vitu vingine tena hapa, kwa sababu tunaweza kusema kwamba mzee Msitu aliweza kuchukia sana baada ya kumuona location manager ambaye yeye ndo alimfuata na kumuomba eneo la kushutia, leo anaondoka bila kumwaga. Lakini pia location manager naye alikuwa ni mtu ambaye ameshasezi na kubaha. Tunaweza kusema episode hii imetulia sana. Lakini pia kitu ambacho alimwambiana ni kizito, kwamba anajua mtarudi, lakini pia kaeni mkijua watu ambao mnaondoka na watu mmewaacha. Aliweza kuondoka mzee Msitu, lakini pia alijifikiria sana location manager ambaye ni J4 bila majibu. Kwa hiyo kuna watu kule wamewaacha na watawarudia suni. Hakuna kuacha nyuma. Tunaweza kusema kwamba hatuna la ziada tena katika movie hii kwa upande huu wa season 1. Coming soon next itakuja season 2. Usisahau kusubscribe na kutani on notification. Asante.